kuna ishara mbaya sana nimeiona inakuja. Naomba mwambie Nilu awe makini sana. Lakini kuna kitu kibaya sana kinakuja mbele yetu. Sawa. Japo ni ngumu lakini ngumu lakini tajaribu. Inatakiwa unipe yote. Nikupe yote? Yaani unaweza ukaniambia vizuri nikakuelewa mtaalamu? Mgonjwa. Umri huu. Anza kuelezea vitu vya aibu hapa ukilingeni kweli jamani. Ndio maana nakuuliza kwa sababu nataka niwe na uhakika na unachokisema. Kuna kiungo. Unajua mwanaume ana kiungo. Kiungo changu, unakijua kiungo? Nyama ambayo haizidi hata robo. Kwa hiyo unamaanisha kikutane na kiungo chako. Una dawa ni kuingizie. Jambo lako linakuwa. Kwa hiyo unamaanisha mimi nifanye mapenzi na Usiweke hivyo kilingeni. Nakosea wazimu. Unakosea. Kilingeni usiliweke hivyo. Mambo yako ya nani hapa? Valisha maneno nguo. Sasa hivi kama kweli unataka kunisaidia na wewe tayari ni shemeji yangu, mimi nawe tunawezaje kufanya kitu kama hicho? Siseme hivyo, unakosea walimu. Hapa ni kuhusu matatizo yako na tiba yangu. Unaniona kama shemeji lakini walimu wangu wanakuona kama mteja. Kwa kweli hapana. Mimi sitaweza. Kama unaweza kuongea nao wakatusaidia kwa namna nyingine sawa, lakini hili ambalo unalisema mimi siwezi. Basi, usinipandishe kibesi ofisini kwangu. Toka nje. Sawa. Leta uzuri wako. Acha! Usishike ukuta. Unashika ukuta unashindwa kutoa yote, ni madharau. Nasema mganga huyo. Kwenye kona za Dada, mbona hujanipa mrejesho wa jana? Naona tu jana uliondoka kimya ukanipita, nikajua shemeji yako amekupa dawa ya ububu. Mdogo wangu. Yaani mimi na ule mganga? Hapana kwa kweli. Siko kabisa tayari kuendelea na mambo yake. Alafu hivi wewe ulimjua kutokea wapi ule mganga? Nilijua tu, yaani mdole alivyoniambia siwe toka nje cheusi sijui nini, nilijua tu lazima haribu. Yaani kiukweli mimi sasa hivi swala yule mganga sitaki tena kulisikia. Nimeona bora tu nipambane na mambo mengine, nitajua mwenyewe nafanyaje, kwa sababu ni kweli anaona vitu anavijua, lakini sina kabisa amani ya kufanya hiyo kazi. Nimeshindwa kabisa. Aha. Nipe dakika hizo, dakika 2. Wewe Adija. Sasa unaenda wapi na unajaniambia kinachoendelea? Kwa nini unajichukulia sheria mikononi mwako bila kunishirikisha mimi? Samahani mkuu. Aliniletea dharau. Ndio maana nikaamua kufanya vile. Kuleta dharau ndio ufanye vitu bila kunishirikisha? Sisi tuko kwenye kujenga jamii, hatuko kwenye kubomoa jamii. Umenielewa? Ndio mkuu. Umenisikia vizuri? Akili zako umeziweka vizuri? Umenisikia mimi nasema nini? Ndio mkuu. Tuko kwenye nini hapa? Kurekebisha jamii, hatuko kwenye kubomoa jamii. Umenielewa? Ndio. Endelea na majukumu yako kama kawaida. Sawa? Sawa? Ndio. Sobonya. Paka. Afadhali nilivyokukuta. Siku ile kuni kikao ukajifanya kunitoa nje. Unataki cheusi. Pale kilizungumka nini kwanza? Walimu hawataki kelele leo. Walimu wanafanya ibada.
Kiti ametumwa Arusha kuchimba dawa. Walimu wanafanya kazi hapa. Oh, kumbe kwa hapa naongea na nani? Hapa unaongea na walimu. Unaongea na wakuu wa kazi. Unaongea na wakuu wa kazi. Tafadhali. Acha. Naomba unisikilize. Naomba tena unisikilize kwa umakini. Huyo anapokuja huyo sijui ndo nani sijui. Uje umfikishie salamu zangu. Mimi na yeye kuanzia leo mapenzi yetu yameishia hapa. Yes, amejikuta hodari, amemtoza dadangu hela kubwa, ameshindwa kumhudumia. Yaani mimi na yeye yote kumpa tena. Mwisho leo. Nasi umenielewa. Usiseme hivyo. Yaani ndo mnaachana. Hamtaki tena. Yanazungumzika haya. Yanazungumzika. Masuala yote. Masuala ya unyumba sio ya kunyimana. Mpewa bure, mpeane bure. Eh! Ndugu yangu, mimi leo nimekuja kukufuata kwa jambo moja tu. Nilikuwa naomba unisaidie. Yaani mpaka dakika hii ninavyoongea na wewe, nimeona tu bora nimrudie Mungu. Dada, ninavyokuambia hapa nyumbani kwangu sasa hivi, kila siku nikikaa mle ndani ninasikia sauti ya mtoto wangu. Juzi nimetoka kuoga, nikamsikia kabisa mwanangu ananiambia, mama, mimi nipo hai, sijafa. Mtoto ananiita kabisa, ananiambia nimsaidie. Dada, nilikuwa naomba kama unafahamiana na mchungaji, sijui kikundi cha maombi, tafadhali ndugu yangu, niko chini ya miguu yako. Naomba unisaidie, tunipeleke hata nikapate suluhisho la tatizo langu. Mdogo wangu, yaani kati ya mawazo yote ulokaa ukafikiria, hili ulilolifikiria la kumrudia Mungu wako ni jambo zuri sana mdogo wangu. Na mimi dada yako nafurahi kusikia hivyo. Yaani kumrudia Mungu wako ndo kila kitu. Na kuhusu swala la mchungaji, nilikuwa nataka nikuambie kitu mdogo wangu. Unamjua yule rafiki yangu ambaye tunasali naye kanisa moja. Naomba kama unahitaji kusaidiwa, mimi sina mtu yoyote ninayemfahamu kuhusu masuala ya uchungaji. Yule anajua kila kitu. Kwa fanya mpango, kaonane naye, muelezee kila kitu. Naamini atakusaidia na atakutafutia mchungaji mzuri sana mdogo wangu. Hebu subiri kwanza. Unamwongelea rafiki yako yupi? Sio yule siku ile nilimkuta pale nyumbani. Yule CBFF si mnaitana? Ndio, ndo huyo. We. Kuna watu ambao naweza nikaongea nao ya mambo, lakini sio yule. Yule mwanamke ambaye nikienda kuongea naye nahisi kabisa kama sio kwa mganga kienyeji, atanipeka kwenye mizimu ya kwao. Dada, yule sio mtu wa kuwa naye na wala sio mtu kabisa kusema unaenda kumwomba ushauri kwenye mambo yako. Yaani kwenye hili swala ni bora tu nibaki nalo mwenyewe au nijue nitafanya nini vitu vingine, lakini sio yule. Mimi simwamini. Mdogo wangu, nisikilize mimi dada yako. Sawa? Kama umeamua kumrudia Mungu wako na kuwa na imani, jaribu kuwa na imani na yule mtu. Na unayemzania sie. Yaani wewe unapomfikiria yule dada, hapana, wewe nenda kaonane naye. Atakusaidia matatizo yako yote. Dada, mimi kweli nina shida. Lakini yule mtu bado nina mashaka naye. Na sijui kama atanisaidia. Ila kama unavyosema unamwamini asilimia zote hizo. Moyo uliumbiwa tamaa, nafsi kashindwa kukataa. Kiongozi, nilitii wajibu wenu kama mlivyosema, na nikafuata sheria zenu zote kama mlivyoniambia. Lakini mbona mmekuwa mnanipiga danadana kama mpira wa kitenesi? Kwa sababu juzi nilikuwa naongea na madam, akaniambia kwamba ndani ya muda mchache kila kitu changu kitaenda kwa sawa. Lakini huo muda mchache umepita na sijaona chochote kile. Sasa nimekujia wewe mkuu, mnalifikiriaje kuhusu swala langu? Kijana, hii kazi yako ni nzito na nimefanya kazi na watu wengi, lakini hii kazi yako ni nzito. Umenielewa? Huyu mtoto alipozaliwa inawezekana aliwekewa kitu, lakini na kuahidi hili swala lako
nipe siku zako hizi 2, nitalivalia njuga mimi mwenyewe, jambo litaenda na kuahidi jambo hili. Kiongozi, hatukukubaliana hivyo. Na kwa nini mwanzo kabisa hamkuniambia yoyote ya kuhusu mtoto wangu? Leo hii nimeshafanya ndio unaniambia hivyo. Sasa basi, umesema siku 2. Haina shida. Siku 2 mimi nitasubiri. Nimekuambia hili jambo mimi ninalivalia njuga, litakwenda tu. Kaburi la mwanangu. Dada. Nani dada? Kwa dada yangu bado una yale mambo mpaka sasa hivi? Kumbuka yaliyopita si ndwele, tugange yajayo ndugu yangu. Mimi leo nimekuja tu na shida. Nilikuwa naomba unisaidie. Kwa sababu dadangu alinielekeza akaniambia wewe ndio mtu pekee ambaye unaweza kunisaidia kwenye hili swala. Kwa nilikuwa naomba unielekeze kama unamfahamu mchungaji yoyote. Mambo ya wachungaji tena? Wewe dada, nakuomba uondoke nyumbani kwangu tena, usirudie kuja kuniambia kuhusu masuala ya wachungaji. Amna ndugu yangu, matatizo yakifika kwenye koo inatakiwa tu utafute na upande wa pili. Yaani wewe huishiwi mambo. Siku zile umekuja kumlalamikia mume wako, leo unakuja na swala la wachungaji. Dada, naomba uondoke tena, usirudi nyumbani kwangu tena. Hebu amka. Sawa, lakini kama utanifikiria naomba unisaidie. Moyo uliumbiwa tamaa, nafsi kashindwa kukataa. Majuto ni mjukuu na leo najuta, tamaa ya pesa imenipo. Sobonya paka nasema manganga huyo, mganga huyo, mganga huyo. Hey, kwenye kona za mtaa anaficha Kijana, muonekano wako na matendo yako ni vitu viwili tofauti. Kwa nini unafanya hayo mambo? Wewe mshangazi vipi? Unanitaka nini? Mnaanzaga hivyo hivyo. Muonekano, kumbe ushafiri. Twende basi. Kijana, wewe ni sawa na mtoto wangu. Usinivunjie heshima. Nani naye mzaa? Siwezi kuzaliwa na mtoto mzuri kama wewe. Wewe mrembo tu. Leo na kuonya kwa mara ya kwanza. Usinionye. Fanya. Ni shangazi mingine bwana. Wakishakula tu vitu vya mafuta, tayari. Kutana na watu njiani. Twende ngakutoe taka mwili hizo. Mimi najali. Mimi nakulaga. Na vitu mwilini hapa havili chakula. Kwa nenda wapi? Wazimu wa babani wananiletea vyakula. Ila mzee sana, kakomaa mno. Takulaje pale? Hata kama jamani. Nileteni vitu vizuri. nasema mganga huyo, mganga huyo, mganga huyo. Mganga anataka yote, hata yako hata. We. Wapi unaenda? Unaenda wapi? Nisikilize wewe. Siku ile umenitime wewe. Umenilia timing wewe. Umenikuta na majanaba mwilini. Umetoka kucheza mechi za kwenye tope hizi. Ukanilia timing. Sasa nimekuja macho kwa uso. Fanya. Nimekuja kupambana na wewe. Fanya. Kaka, sihitaji matatizo na wewe. Naomba uondoke nyumbani kwangu. Naomba uondoke. Pa nione. Mimi sishindani na wanawake mimi. Mimi nawasaidia wanawake, wanajua. Kila mtu anajua. Sota hapa nione. Sota twende kazi. Twende nikugeuze mbuzi hapa. Twende. Unambusu nani hapa? Let's go. Twende. Jinga mpumbavu wewe. Sijawahi kupoteza mimi. Kiko wapi? Si ninazungumza. Mimi hapa nazungumza sasa. Nimejitibu mwenyewe. Kwa swala dogo tu. Siku 2 mimi siongei
wewe. Mrembo wewe, fanya wakati mwingine, siku nyingine wewe, siku nyingine nikalie mbali wewe. Nawaambia cha wenzako wote, sota sasa nione. Niko kwako natamba sasa hapa. Au niondoke na hii nyumba? Niondoke nayo? Au nikuache bila nguo hapa? Niondoke na hizo nguo nikuache uchi hapa? Naweza kufanya yote hayo mimi. Nitakutia mimba wakati hata sijakutana nawe kimwili. Jinga mpu. Nasema mganga huyo